Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tunaendelea kupeana faida ndani ya hii Ghulam Online TV. Na leo tuko na mmea huu wa kivumbasi ama mfumbasi, na unakuwa una majina mengi sana kulingana na jamii husika, lakini mmea uko kama hivi unavyoonekana. Hapa ni mazingira ofisini kwangu. Ni mazingira ofisini kwangu na nimekipanda tu kama unavyoona, kipo ni kama bustani. Hata ukiangalia kwa kule pia kipo. Mmea huu una faida nyingi sana. Mmea huu una faida nyingi sana. Nitazungumzia chache zile ambazo nitakuwa nimejaliwa kuzungumzia. Nafikiri wengi wanakifahamu katika mazingira yao waliokuwa nayo. Kwa hiyo ni dawa nzuri sana. Mmea huu kwa wale ambao nyota zimekufa, nyota yako imezikwa, imefikiriwa, basi endelea sana kwa unatumia kuogea. Unachukua ya majani, unatwanga, kisha unaweka kwenye maji, weka na chumvi ya mawe pamoja na jivu, utakuwa unatumia kuogea asubuhi na jioni kila siku. Lakini kwa nyumba ambayo ina vitimbi, uchawi, mambo ya ajabu ajabu, watu usiku wanarukaruka, unasikia michanga vugu za hapa na pale, basi pendelea pia kuwa unadekia eneo hilo au unamichia. Lakini ukikausha hiki ukao unatumia kuchoma katika nyumba, basi kama kuna vurugu hizo zitasambaratika kabisa. Lakini hizi mbegu unazoziona hapa, hizi mbegu unazoziona ni miongoni mwa tiba nzuri sana ya macho. Kwa hiyo unatoa vile vimbegu vyake vya ndani. Na maana hii jinsi ilivyo hapa tu sema hizi hazijakomaa, lakini komaa unakuta ikikauka ndani kunakuwa na vimbegu fulani hivi. Unaona? Ndani kunakuwa na vimbegu. Kwa hiyo kile kimbegu, hivi vimbegu kwa mtu ambaye ana shida za macho hayaoni vizuri, yanatoa matakataka na nini, basi anakuwa anatumia kuwa anaweka kwenye macho yake, anatumbukiza wakati wa kulala asubuhi, utakuta vimetoka na vinatoa na uchafu. Lakini pia mwenye shida ya mwangeni, macho yanawasha, macho yanavimba, macho yanakuwa mekundu na kila aina ya vurugu, basi anakuwa anaponda haya majani, kisha anakuwa anatengeneza ile kama juisi. Alafu juisi hiyo atakuwa ananawia kwenye maji. Atakuwa ananawia kwenye maji, kwenye macho yake, au atakuwa anatoneza, ina maana anaweka matone kwenye macho. Na kama kesi ni kubwa sana, unachanganya na majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi pamoja na hiki kivumbasi, twanga pamoja, kisha weka maji, kisha tumia kuwa unanawia macho yako. Kama kuna mambo ya kichawi yatakuachia. Nimeshakutana na kesi nyingi sana ambazo watu wameshachanjwa machale, wameshapewa madawa mengi ya kula kulingana na macho wamepigwa. Lakini unampatia hiyo ndani ya wiki moja, wiki mbili, anakuwa iko sawa kabisa. Lakini kwa matatizo ya tumbo, mtu anaharisha, unaharisha damu, unaharisha kawaida, tumbo linauma sana, linasokota, linakata. Assalamu alaikum. Basi unakuwa unatumia hiki kivumbasi, twanga, maji yake yale, kamua, kunywa. Ama unaweza kutumia mizizi kuchemsha, kunywa. Lakini kwa yule mtu ambaye hapati kabisa hisia, hapati hisia kabisa, unaona, basi unakuwa unatumia hiki kwa unachemsha kivumbasi pamoja na kitunguu maji. Kitunguu maji hiki kinachokijua wewe ambacho mnaongea mboga. Sawa. Kwa hiyo unakuwa unatumia kuchemsha, unakunywa wale maji yake. Lakini kwa wale ambao wanapata maumivu wakati wa kufanya tendo la ndoa kwa wanawake, ponda, weka maji, ponda, yani twanga hiki kivumbasi, kisha weka maji, alafu utakuwa unatumia kunawia maji hayo ukule ukeni, unachambia asubuhi, mchana, jioni. Au unaweza ukatwanga hiki pamoja na baadhi majani yake, kisha unaweka mafuta zaituni, unafunga tu kama pedi, unakuwa unavaa. Umeona? Kwa hiyo ina faida nyingi, inaondoa harufu mbaya kule ukeni, wale wanaotoka maji mengi sana wakati wa tendo la ndoa. Lakini wale ambao hawapati ladha, wanapata maumivu, basi hiyo ni miongoni mwa faida zake. Kivumbasi hiki kina siri nyingi sana. Unaweza kukipanda kwa nia yako ya kuhitaji kukua. Unakipanda kwenye, unaweza kuchukua takopo tu ama chungu, unakiweka, alafu kiweke uvunguni kwako. Kwa wale ambao wana vitanda virefu, lakini unakiweka uvunguni kwa nia ya wewe kukuza ufalme wako.
Lakini pia unaweza ukakipanda katika mazingira yako, kwenye kona za mji wako, kwa maana kama ni uwanja, kona za uwanja wako, kwa nia ya kuweka ustawi katika mazingira hayo, basi kutakuwa ni sehemu ya salama sana na amani. Basi hiki pia miongoni mwa faida zake kwenye masuala ya biashara imeyumba. Unaona kabisa wateja walikuwa wanajaa, sasa hivi hawaji. Basi chukua kivumbasi hiki na mlipu, tumia kudekia, na wewe unachoma katika biashara yako. Wewe unachoma, utaona hali inarudi tena kuwa sawa vizuri tu kama ilivyokuwa mwanzo. Na utakupatia, utakuwa unaweka na chumvi ya mawe na pilipili mtama. Chumvi ya mawe na pilipili mtama, iwe kwenye kuchoma, iwe kwenye kudekia. Umeona, kunakuwa kuna nguvu kubwa sana katika kufanya hivyo. Kunakuwa na nguvu kubwa sana. Lakini mvumbasi tunautumia kuongelea kwa watu, iwe unatongoza, iwe unataka kazi, iwe unataka haja fulani. Kuna namna yake tunatumia na ule mvunja kesi ama mvunja hukumu. Unakuwa unachukua hivi vizizi vyake, unafunga kwa uzi mwekundu, kisha unaweka kwenye magego yako kulia na kushoto. Kwenye magego maana yake ni kwenye yale meno makubwa kabisa ya mwishoni huko. Kwa hiyo unakuwa unaweka, lakini pia utachukua majani ya mfumbasi huu pamoja na majani yale ya mvunja kesi ama mvunja hukumu, unapikicha pamoja, pakaa kwenye mikono yako na kwenye uso wako, kwa maana utakayetazamana naye ama utakayeshikana naye mkono kwa ajili ya kusalimiana, basi awe chini yako na wewe uwe juu yake. Kwa hiyo unapokuwa unakiandaa katika mazingira hayo, na ufanye zoezi hilo siku kama hivi ya leo Jumatatu, asubuhi na mapema sana unafanya zoezi kama hilo, kwa maana ya kutia nia. Basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu utakayemfuata kwa lengo lako. Na utakapofanya hivyo, maana yake umepakawa kwenye mikono, basi mkono huo usimpe mtu yeyote mpaka umfikie mlengwa. Na unaposhikana naye kusalimiana naye tu, usichelewe kwanza kupiga naye story nyingi. Wengi huaga mnaharibu hapo. Umeshasalimiana naye bana, kama ni salamu, asalamu alaykum, habari yako, basi hapo zungumza shida yako. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu utaona majambo yanaenda vizuri kabisa. Naam. Bado tunautumia huu kwenye masuala ya mazindiko mbalimbali. Una mambo mengi sana, lakini katika video zitakazokuja huko mbele huenda tukauzungumzia pia katika njia zake zingine. Kwa hiyo machache, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.